Bibi, sasa hivi tunazungumzia mada inayosema mwananchi atumie njia gani kutoa ujumbe. Mwananchi atumie njia gani kutoa ujumbe? Brother, unajua kwamba una haki ya kusikika na kuongea na kutoa hisia zako? Yangu ipo. Katiba iko kwenye Quran, kwenye Biblia, ipo kikatiba kwamba ina haki ya kuzungumza na kusikika, ndio demokrasia. Kila Mtanzania anayo haki ya kuongea. Yaani imekaa hivyo tu basi. Sawa, tukavyoongea lakini kama una haki ya kuongea. Kutokana na article 20 subsection 1 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hapa Tanzania, freedom of assembly au haki ya kukusanyika na kuongea na kujadili na kuonesha hisia zao. Watu wengine tunaweza kuita kama demonstration, kuonesha kwamba hisia zetu juu ya kitu fulani au kitu fulani. Hasa mara nyingi kwenye jamii yote bibi, tunaga saa nyingine wananchi wanataka kukutana lakini serikali au polisi wanawazuia wakiangalia sababu za kiusalama. Tukasema ni muhimu tujadili swala na Tanzania. Tuje Mtanzania akitaka kukutana na watu kujadili kitu afanyaje? Waende wapi? Waende wapi? Au apate kibali vipi ili aweze kusaidia kutoa hisia zake na kusikika kwenye juu ya hisia zake. Dada kwenye kona. Jinsi gani Mtanzania anaweza kutoa hisia zake kama hajaridhishwa na kitu au anataka kuelezea kitu? Tumeona katiba inasema kwanza ana haki ya kukutana na wenzake assembly, pia ana haki ya kusikika kwenye Bill of Rights, freedom of expression, freedom of speech. Ipo pia kwenye katiba hiyo hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Sasa tunajua hili, lakini inaendaje kihalisia? Mtu anapotaka kufanya mkusanyiko au ni nini, inatakiwa afuate sheria ambazo zipo, aende ngazi gani ili apate kibali maalum, ili wamwambie sehemu fulani ipo salama, unaweza ukafanya mkutano wako. So unakuwa yani hujapata yani kibali kile moja kwa moja, yani unaenda short, umekwambia nenda sehemu fulani, wewe unaamua procedure zingine uzikatishe. Hapo ndio maana wanakuja sehemu wanaamua kufanya ni kutuzuia, kwa sababu haujamalizia procedure na hawajakuruhusu sawa sawa kwamba sehemu fulani ni nzuri kwa ajili ya kufanyia mkutano kwa usalama wao. Hiyo ni haki ya kila mwananchi, lakini pia hiyo haki pia hawe na utaratibu. Kwa vile kuna haki ya kila mwananchi ya kutoa maoni yake, basi afanye bila utaratibu. Hapana, hawe na utaratibu na kama kisheria, na kama anatimiza sio tena serikali wahusika tena wampinge tena wasema wewe umekosea hivi, fanya hivi, kufuata taratibu. Hapana, kama anafuata taratibu na ni kweli kisheria, kwa hiyo aachwe ajieleze. Tushushe watu afanye endelee. Tumerudi Tanzania, watu wameshuka, tumepanda. Mada hewani ni jinsi au mechanic gani wa Tanzania watumie, njia gani watumie kutoa hisia zao kikatiba, kusikika na kusanyika. Maana mara nyingi sana tunaona wakati mwingine watakitaka kutoa hisia zao, serikali inajaribu kulinda usalama wao na kusema kwa najua mna nia njema kuongea, mna nia njema kusikika na kutembea na kukana mkutano wa hadhara au wawazi, lakini kiusalama hii bwana ni tatizo, wanakuja lazuia. Au kuna wakati mwingine katika hizi watu wanatembea au watu squeeze tunaneno tunaita migomo. Serikali inaangalia au maandamano. Tu wanasema hapa kuna usalama, wakijaribu kuwazuia wananchi wanasema hapana tuachie. Watu tukasema kuna muhimu wa kuelewa hizi pande zote mbili ili watu waweze kujua kikatiba ipo tumeona, lakini je wa Tanzania tunaendelea na kufuatwa au hata migomo tunaendesha vibaya? Brother, ukitaka kutoa hisia zako kikatiba, hujaridhika na kitu kwenye nchi yako, unafanya nini? Kwa kweli njia za kutoa hisia zangu ni kujieleza. Of course kwanza kuna ya daladala unaongea, lakini zingine kama kwa mfano kuna kero za kwa watu wakitaka kufanya maandamano polisi wanazuia. Hiyo ni kero. Kwa nini unahisi polisi wanazuia? Ni kuwanyima watu haki zao za msingi kabisa ambazo watu wanataka wajieleze, wasikike watu, lakini wao wanajaribu kukandamiza ili watu wasiweze kusikika. Kwa hiyo ndio maana wanajaribu kutumia nguvu zao na wao kuwazuia, yani kuwatisha kwa kila namna yani. Kutoka kivipi labda? Kufanya fujo au kufanya fujo, kuandamana tu, kutoa hisia zao. Hilo neno tunalisia sana, hebu tulifahamu. Kuandamana ni maana yake. Taja maandamano. Maandamano ninavyojua mimi ni kwamba ni kama vile kukusanyika pamoja kwenda kupaza sauti yenu isikike au kuonyesha hisia zenu juu ya jambo fulani. Ndio ninavyoelewa mimi maana maandamano. Kwamba kama imeshindikana kikawaida basi mkusanyike na kila mtu yani mtoe hisia zenu kwa pamoja ziweze kusikika. Mnakusanyika sehemu moja, yani mmekaa pale mnaanza kutoa sauti zenu? Hapana, mnaweza mkatembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa sehemu ama kwa ofisi husika, yani sehemu ambayo mnahitaji kitu. Kama ni umeme kwamba mtokea hapa sehemu fulani mpaka sehemu ambayo mnachome moto hiyo. Hapana, mnakwenda pale kupaza sauti zenu na kuonyesha hisia zenu juu ya jambo fulani. Mtanzania sasa tumeona hali ndio ilivyo hii.
tuna haki ya kuandamana, tusiandamane, tusubiri vibali. Wakati mwingine kama vibali vikatazwa, wakati kitu kinatugusa kama umeme, tuongee. Je, polisi nao wasikiaje? Vipi wao treat vipi wananchi wote, wasikike na serikali? Yaani tu balance vipi hii haki ya kikatiba? Maandamano lazima yawepo, kwa sababu usipoweka kuna mambo mengine yanaongelewa kila siku lakini hayafuatiliwi na ni muhimu kwa binadamu. Kwa hiyo lazima waweke maandamano ili wakiona wale wako maofisini wakiona hiyo kero kwamba watu wanaandamana, kwa nini wanaandamana? Na wenyewe wanajua kwamba wananchi wameguswa na wamekelekwa na kitu fulani. Kwa hiyo ndio maana wameandamana, hata kama lilikuwa halipo itabidi waliingize ili walifanyie kazi. Wakati wa kuingia kwenye mtandao na kusikia watu wachoandika kwenye Facebook wamefika. Na bibi bwana, mimi na ndugu Fulko Mhagama hapa, yeye anasema hamna njia itakayoweza kusikiliza na kufanyika kazi na maamuzi ya haraka zaidi ya mgomo na maandamano, kwani zilizobaki hazitaweza kusikilizwa kwa wakati maalum, mfano tukta na serikali ilivyokuwa. Mr. Rashid Kiliza anasema inategemea na tatizo lenyewe. Kama tatizo lenyewe ni jambo ni la jimbo au la wilaya fulani, ni vyema kufikisha matatizo hayo kwa halmashauri husika. Ikishindikana jambo lipelekwe kwa mkuu wa wilaya kisha mkoa. Kama tatizo ni la nje hapo, kufanya wafanyakazi na wanafunzi na elimu ya juu wanahitaji stahiki zao. Njia ya mazungumzo inafaa. Yana sawa mazungumzo zaidi. Yep, mimi na ndugu Didram Mkapa, njia mbadala ni watu wachache kujitoa muhanga kwa kujilipua kwa ajili ya wengi. Hata tukitumia njia ya majadiliano, viongozi wetu hawaelewi na ni wagumu katika utekelezaji. Lugano Mwakahambara Nyakyusa nadhani anasema watumie mbinu za kisanaa, mfano vitabu mbalimbali vya fasihi kama vile pesa zako zinanuka kilivyoeleza dhana ya ufisadi na jinsi maisha ya leo yalivyo. Pia na nyimbo kama Roma anaposema Mr. President, au Nakai anaposema Mr. Politician, au Bonta anaposema naona mimi. Na kama vyote hivyo havitatui no way out, kunahitajika mapinduzi na sio maandamano. Ni hayo tu. Alright, hao ni Watanzania wachache tuliweza kupata muda kusoma waandika kwenye Facebook. Endeleeni kuandika hisia zenu, kila siku angalia, mtaona mada, tupe maoni yenu. Maandamano kwanza ni njia mojawapo ya kujieleza, ya kusikika. Na maandamano yako mengi. Kuna maandamano labda ya kidini, maandamano ya kisiasa, maandamano ya namna nyingi tu. Na haya yote lazima yapitie kisheria, kwamba waombe wale wanaandaa maandamano wanaomba vibali. Wakati wa kucheka na katuni bwana James Gayo amefika. Kuna nini leo kwenye katuni? Katuni. Dala nana mokaise. Nyuzi za kitaa, hata nyuzi za masuperstar, kila kona tapita, chakita kwa barisha tu. Wewe yule ye wote. Tumeona katuni, sasa mada inaendelea. Sasa na polisi wakitua maandamano, wajibu wao ni kulinda ile maandamano yaende salama, yaishi salama. Sasa si vizuri watu wanataka kuandamana kwa ajili ya wanataka wasikike. Na wanaomba ruhusa. Wakishapata baada siku mbili tatu naambia hapana. Maandamano ni moja ya media, sababu kichana radio, magazeti na nini, lakini kwenye gazeti au radio huwezi ukaelewa hisia za watu 10,000 kwa wakati mmoja. Ila yale maandamano ni rahisi kusoma hisia za watu. Lazima tufike mahali tuelewe, serikali isione kwamba hatuna ufahamu. Kuna watu wanaofahamu, umeelewa? Kwa lazima tusimame na haki zetu. Kwanza katika vyama hivi kuna upendeleo wote wa kutoa au taasisi au mashirika, kuna upendeleo wote wa kutoa vibali vya labda vya maandamano? Kiukweli from experience ni kwamba CCM sawa, sehemu yoyote inaweza kufanya mkutano mahali popote kwa wakati wowote. Sikiliza, sijawahi kusikia hata siku moja. Kwa mimi kama mimi sijawahi kusikia hata siku moja CCM wameka mkutano wakazuiliwa. Mara nyingi sana CCM wanapendelewa. Wao wanapotaka kufanya maandamano
hawaombi kibali, hawafanyi chochote. Lakini sentensi unaitoa kwa ushahidi gani bwana? Hiyo unasema hawaombi kibali liko wazi kwa kweli, kwa sababu hakuna hata siku moja CCM wamepingwa au kufanywa fujo na vurugu na polisi. Polisi wa nje so kama wa Tanzania wa nje wanafanya kazi kama kazi ya kwao. Yaani mimi kama polisi askari najua ninachokifanya. Analinda amani. Ila wa kwetu sisi amri ikitoka kule, iwe ni nzuri ni mbaya, piga. Kuna mwaka fulani chama cha CUF kilikuwa kinafanya mkutano Mbagala, na alikuwa anahutubia pale Profesa Lipumba na viongozi wengine. Wamefanya mkutano wao pale, wanatoka kule, polisi wakaja wakawazuia pale kizuiani. Wewe ulishuhudia hivi? Mimi nimeshuhudia kwa macho yako. Kwa macho yangu. Wamelizuia lile gari la Profesa Lipumba na viongozi wengine, wakawashusha, wakawapiga kweli. Wafanye tu ustaarabu, wakijua kwamba chama chote Tanzania kipendelewa hata kimoja, na wakitaka kuandamana wanafuata katiba ya Tanzania. Polisi wawe wavumilivu, wasiwe kwamba haya mambo kwamba kila maandamano ni yanaleta uvunjifu wa amani. Hapana, maandamano ukweli ni njia pekee, njia nzuri tu, lakini sisi wawe watulivu, wavumilie, na polisi vile vile wawe wavumilivu, wajitahidi, kwa sababu ni nyakati, mambo yanabadilika. Huwezi kuona labda maandamano yalivyokuwa yanatafsiriwa enzi zile za zamani sio kama siku hizi. Kwa zamani kweli kufanya maandamano labda utaonekana kama wewe una fujo, lakini siku hizi maandamano maana watu wanataka wasikike. Basi muache hawa watu, ndio kwa sababu ya nyakati sasa hivi imebadilika, sio kila kitu mkifanya kitu kigumu. Hawa wananchi hawaelewi kwa hilo, kwa sababu na wao wameona njia pekee ya kujieleza, ya kusikika ni kutokana na maandamano. Serikali katika katiba yao wakishamruhusu kwamba afanyeni maandamano, wasikatishe, kwa sababu ile kukatisha ni sambelias. Mtu ushakuwa na tamaa kwamba kesho lazima tufanye kitu fulani, afu mtu anakatisha ghafla, na maana anakuwa kwanza anakuwa labda kuna vitu ulivisitisha, kesho na kazi fulani lakini sitaifanya kwa sababu nitakuwa kwenye maandamano. Kwa labda kuna watu kwenda kukutana nao kiofisi, kikazi, unaona kesho hapana, unasitisha, afu wenyewe ghafla anakuambia kesho hamna. Kwa hiyo unakuwa tena washakuharibia ratiba. Kwa mimi naona wakishakupa kibali, wamekupa kibali kufanya maandamano, lakini cha msingi wanaangalia kama umeona patakuwa kuna tatizo kwenye maandamano hayo, kama alivyosema kaka pale, wanaongeza ulinzi, wajue wadhibiti vipi, lakini maandamano yaendelee kuwepo. Solution ni watu waandamane kinapotokea tukio ambalo wanaona si sahihi. Tena naendelea kusisitiza kwamba wajitokeze kwa wingi, kwa sababu ndio sehemu yao ya kupaza yani sauti yao waweze kusikika. Unahisi atabadilisha maoni? Yanaweza kubadilisha, kwa sababu mara nyingi sana kitu kinachofanywa na watu wengi huwa kinatoa hisia. Maandamano yaendelee kuwepo, ila kufuata misingi na kanuni na taratibu za katiba kwa amani. Kwa ni washawishi wananchi wenzangu kwamba tunapofanya maandamano ni mikutano hiyo ni kwa amani, kwa nia ya kujenga, ili kwamba hisia zetu zisikike vizuri, ziweze kufanywa kazi. Tumefika mwisho wa mada pili na mwisho wa kipindi cha Daladala kwa leo. Mmesikia mada pili kuhusu maandamano na haki ya kusikika na kukusanyika kwa ajili ya jambo moja ambayo iko katiba, na mwisho siku Watanzania wanasema tuendelee kupewa fursa hii na serikali iendelee kuwaruhusu, lakini ifanye msimu lake kuleta ulinzi. Ni kweli kabisa. Watanzania waliokuwa ndani ya Daladala wamewaomba Watanzania wenzao maandamano yawepo, lakini yawe kwa amani, yasiwe na fujo, vurugu nini. Tufuate katiba ya nchi inavyojieleza. Tumefika mwisho wa mada pili na mwisho wa kipindi cha Daladala kwa leo. Tuandikie email address kwenye email unaiona hapo chini, tuambie kitu gani muhimu kwako tukijadili tukifikishe Watanzania. Pia tuko kwenye Facebook, YouTube na Twitter, tutafute kwenye mtandao, uingie kwenye grupu wetu. Hii ni Daladala. Daladala nanangoka ise tulia juu ya kitengeza so tupate nyuzi za kitaa hata nyuzi za superstar kila